majira ya jioni. Ufanye nini ili utoboe? Ufanye nini ili ushinde? Ufanye nini ili ufikie kwenye malengo yako? Naomba leo nikupe status ya maisha. Sema amina, haleluya. Sema amina, haleluya. Ujumbe wetu wa leo unasema andaa kesho yako iliyo na mafanikio. Andaa kesho yako iliyo na mafanikio. Ama andaa kesho yako yenye mafanikio. Anayeandaa kesho yake ni mtu mwenyewe. Anayeandaa kesho yake ni mhusika mwenyewe. Huwezi kuandaliwa kesho yako. Kesho yako unaiandaa mwenyewe. Asubuhi yako unaiandaa mwenyewe. Ibada yako unaiandaa mwenyewe. Uwepo wa Mungu kuja kwenye maisha yako unauandaa wewe mwenyewe. Ndio maana Mithali sura ya 16 mstari wa kwanza unasema maandalio ya moyo ni ya mwanadamu, bali jawabu la ulimi hutoka kwa Bwana. Kwa maandalizi ya kesho yako yako mikononi mwako. Yako mikononi mwako. Kwa andaa kesho yako yenye mafanikio. Kama ni binti, andaa kesho yako yenye mafanikio. Kama ni mama, andaa kesho yako yenye mafanikio. Kama ni baba, andaa kesho yako yenye mafanikio. Watakaopata hii status nzuri ya maisha ni wale ambao bado hawajaingia sana kwenye majukumu. Lakini sisi tulioingia kwenye majukumu tutapata tu vionjo vya kutusaidia pale tulipofeli, pale tulipofanya vibaya, tupate kuvirekebisha, japo tutatumia nguvu kubwa sana, kwa sababu mambo yote yanaandaliwa katika kipindi cha ujana. Amina. Yanaandaliwa katika kipindi cha nini? Cha ujana. Yanaandaliwa katika kipindi cha mtu akiwa hana chochote, hana jukumu la aina yoyote, yuko chini ya wazazi, yuko chini ya walezi. Anaweza akawa si mzazi wako kukuzaa, lakini akawa ni mlezi aliyepewa jukumu ya kukulea. Wengine tumelelewa na wazazi ambao si wazazi wetu, na wengine wamelelewa moja kwa moja na wazazi wao. Lakini pamoja kwamba wengine wamelelewa na wazazi wao, hawakuandalia kesho yao iliyo njema. Kwa hiyo leo tuko hapa, Bwana ametupa neema hii ili angalau tusikie status hii ya maisha. Status ni nini? Status ni aina ya maisha ama kitu cha mtu kinachomtambulisha. Amina. Aina ya kitu cha mtu kinachofanya nini? Kinachomtambulisha. Wewe unatambulishwa na kitu gani? Hata wewe unaonifuatilia mtandaoni, nini utambulisho wako? Kitu gani kinachokuonyesha wewe katika status yako? Wengine status zao zimeharibiwa, lakini wengine status zao ziko vizuri. Na mtu anakuambia nimeingia kwenye status zako, nimeona picha zako, nimeona kitu ulichokirusha. Kwa hiyo mtu anarusha kile ambacho kiko kwake ili wengine wakione. Sema amina, haleluya. Sema amina, haleluya. Kwa maisha yako yanatazamwa na watu. Watu wataiona status yako. Imekaaje? Imekaa vizuri ama imekaa vibaya? Kwa twende moja kwa moja katika mistari pendwa tutakayosoma kwa muda huu tulionao. Jambo la kwanza, tusome kitabu cha Mhubiri sura ya 12 mstari wake wa kwanza. Ujumbe wetu unasema andaa kesho yako yenye nini? Yenye mafanikio. Andaa kesho yako iliyo na mafanikio ama yenye mafanikio. Mhubiri sura ya 12 tukisoma ule mstari wake wa kwanza pale. 12 mstari wa kwanza nasema, mkumbuke Muumba wako siku za ujana wako, kabla hazijaja siku zilizo mbaya, wala haijakaribia miaka utakaposema mimi sina furaha katika hiyo. Unaona? Kumbuke Muumba wako siku za nini? Za ujana wako, kabla mambo hayajaharibika. Kesho ya mtu inaanzia hapa. Mafanikio
Mafanikio ya mtu yanaanzia hapa. Katika kipindi hiki ndicho kipindi pekee cha kuandaa kesho yako yenye nini? Yenye mafanikio. Wakati wengine wanaspendi maisha, wewe mkumbuke Muumba wako. Wewe andaa kesho yako iliyo yenye mafanikio. Wakati wengine wanaenda kula bata, wewe mkumbuke nani? Muumba wako. Mtu mmoja jana akaniambia hivi, ama leo asubuhi akaniambia hivi, nikaona wakati wengine wanaenda kula bata, mimi nije nimlilie Bwana madhabahuni. Wakati wengine wanaendelea na maisha yao, wewe endelea na maisha. Jambo la kwanza anasema mkumbuke Muumba wako kabla siku hazijaja. Hizo siku ambazo zinakuja ni siku gani? Siku ambazo hazijaja lakini zinakuja. Kabla hizo siku hazijaja, tengeneza kesho yako. Sema amina, haleluya. Kabla siku hazijabadilika, tengeneza kesho yako. Tengeneza status ya maisha yako. Tengeneza mfumo. Tengeneza mazingira ambazo hizo siku zikija zikukute katika mazingira mazuri. Hizo siku zikikaribia zikukute ukiwa na hazina, ikukute ukiwa na akiba, aidha maombi, aidha imani, aidha kitu chochote kinachopingizia kipato kwenye maisha yako. Sema amina, haleluya. Sema amina, haleluya. Sema tena amina, haleluya. Aidha kitu ambacho kitaleta raha, na hata hizo siku zikija hautachoka, hautakuwa mzigo, hautakuwa kero kwa watu wengine. Utakula, utafurahi kwa sababu uliandaa status ya maisha yako mapema. Amina. Biblia inasema mwenye haki wangu ataishi kwa nini? Kwa imani. Kumbe akiba ya imani inaweza kukuokoa kwenye siku zijazo. Haleluya. Akiba ya maombi inaweza kukuokoa katika siku zijazo. Hizi siku hakuna anayejua zitakukuta katika kipindi kipi, zitakukuta katika mazingira yapi. Kwa hizi siku zikija, zikukute umeandaa mazingira vizuri, zikukute umetengeneza kesho yako vizuri, hautahangaika. Wakati fulani pekee nasema wekeza katika maombi, ili maombi ya kuokoe kwenye siku za taabu. Amina. Ili maombi ya kuokoe kwenye ukame. Wakati wanalia, wewe maombi yako uliowekeza yatakuokoa. Sema amina, haleluya. Sema amina, haleluya. Kwa maisha yangu yanaandaliwa katika siku za ujana. Amen. Sasa hapa ujana, kuna ujana aina mbili. Kuna ujana kama makuzi ya kutoka kwenye utoto kuingia kwenye nini? Kwenye ujana. Lakini aliyeokoka yeye ni kijana katika Kristo. Haleluya. Yeye ni kijana katika nani? Kristo. Ndio maana kwa Yesu hakuna mzee. Kwa Yesu wote ni nini? Ni vijana. Kwa hata Januari mshindwa kwa Yesu ni kijana. Hata Yeremia kwa Yesu ni nani? Ni kijana. Sema amina, haleluya. Kwa kila mtu ajifunze kuandaa kesho yake yenye mafanikio. Haleluya. 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 Haleluya tena. Mkumbuke Muumba wako katika ujana wako ukiwa na nguvu zako kamili. Mkumbuke Muumba wako namba moja katika mtiririko wa somo langu hili. Mkumbuke Muumba ama mkumbuke Bwana katika ujana wako ukiwa na nguvu zako kamili sawasawa. Usije kwa Mungu umepigwa na komoni umepigwa na changala umepigwa
Nasema najua pa kukimbilia kwa Yesu. Hata Yesu hataki scraper, anataka uje na nguvu zako. Sema amina, haleluya. Anataka uje na nini? Na nguvu zako. Uje na nguvu zako. Usitumike kwa shetani ukapigika wewe. Unakuja kwa Yesu, una hata nguvu za kukimbia. Yesu anataka tuje na nguvu zetu. Shike mkono jirani yako. Mwambie vipi? Unamtumikiaje Mungu katika ujana wako? Unaiandaaje kesho yako? Asijifanye bize, mwambie acha nisikilize. Asijifanye bize kwamba naandika sana wakati tunasemezana. Mwambie vipi ujana wako na utumiaje? Unailindaje heshima yako? Biblia inasema mtu yoyote asifanye nini? Asiudharau. Si ndio? Asifanye nini? Asidharau. Mtu asidharau kesho yako. Andika tafasiri hivyo. Kesho yako mtu yoyote asidharau. Usiruhusu mtu yoyote kuidharau nini? Kesho yako. Usimpe nafasi mtu ambaye anaidharau kesho yako, kwa sababu kesho yako inaandaliwa na wewe. Haleluya. Kama siongei na mtu, naongea na mtu mmoja. Kama siongei na watu, naongea na mtu mmoja. Kesho yako inaandaliwa na wewe. Wewe ndio unaandaa kesho yenye nini? Sio kesho tupu, kesho yenye mafanikio, kesho yenye heshima, kesho yenye neema, kesho yenye kibali. Unaiandaa mwenyewe. Leo tunadharauliana kwa sababu tunaamkia watu ambao tutastahili kuamkia, kwa sababu wao walitengeneza kesho yao. Sisi tumekuwa chini yao. Unaajiriwa na kijana, anakuendesha kama nini? Sasa fikiria mimi mzee kama hivi nikaajiriwa na Joshua. Joshua ataniacha salama. Atanipiga kwanza, sema ulikuwa wapi wakati tunaandaa maisha yangu na umezidi umri wa kutosha. Kwa atanibebesha mizigo, hata mizito inaendana hiyo kinyume na umri wangu. Kwani Joshua unaowabebesha mizigo gari yako hujawazidi umri wale watu? Kwa nini naongea kitu ambacho hakipo? Kipo, nenda gari yako Joshua anawabebesha watu mizigo. Tena wanamwamkia vipi mzee? Joshua mzee anatamki, anauzia gari Joshua. Unaongea na nani kama tunaelewana? Anauzia gari. Kinachompa uzee ni hivi nini? Hebu fanya hivi. Maokoto. Hebu sema maokoto. Hakuna asiyependa maokoto hapa. Asiyependa maokoto anyoshe mikono juu. Kila mtu anapenda nini? Hebu fanya hivyo, sijifanya mtakatifu kuliko mimi. Hebu fanya hivi kama mkono wako angalau kashika hela. Yaani akili ya mtu inadizika hata kama hela sio yake. Akigusa tu mwili unakuja. Yaani akili yake haina akili kwa kweli. Yaani hela sio zake, hazina katika mahesabu yake. Yaani akigusa tu na kiburi kinakuja. Akigusa tu anatakata. Akigusa kuna anakuwa mweupe wakati kwa mweusi kama spika za kanisa. Akigusa tu maokoto. Sasa kosa hela. Alafu ushindwe na njaa asubuhi. Yaani ukiwa na hela chakula unasahau. Ukose hela njaa inakuamka na wewe. Unaongea kama mtu mzuri. Yaani ukiwa na hela unaweza ukaenda huku, unakumbuka hivi nilikunywa chai kweli mimi. Unajibu sikunywa. Lakini ngoja nitakula chakula cha mchana. Lakini unagusa tu. Kuna 100,000 kwenye mfuko. Kuna 10,000 kwenye maziwa. Amina. Lakini kosa hela. Unaishi kama zombie. Ninaongea na watu hapa, sema amina leo. Wanajua wanavyo wasipotumiwa hela. Sikia baba, umenitelekeza. Nimekutelekeza siku 2 tu, hii siku moja tu nimekutelekeza kweli.
unajua hali inayopitia, unajua kikaango nicho nacho. Haya yote ni madhara ya kutokuandaa vizuri kesho yetu. Kama naongea na mtu sema amena, nani napokea. Kwa kesho inaandaliwa na wewe. Badilika kutoka kwenye fikira. Anza kuishi maisha ya utajiri ikiwa bado sio tajiri. Anza kuishi bilionea wakati sio bilionea. Anza kuishi umemiliki nyumba wakati huna nyumba. Anza kuishi kama unamiliki kiwanja cha ekari 200 wakati hata kipande cha 20 kwa 20 huna. Ishi kama unaicho. Yale unayoishi ndio utakayoishi. Amina. Yale unayoyawaza kwenye fikira yako yatatokea. Kuna wakati mimi nilikuwa napita nikiangalia nyumba fulani nilikuwa naipenda sana. Nikasema mimi I wish takuwa na nyumba kama hii. Nikipita pale nachukua simu naipiga. Sina kaputi. Siku moja nimefika kwa mchungaji Mwajejere marehemu. Nikafika pale sebuleni, angali TV kubwa ile la kiuno. Nisema nikumbuka ile TV la kiuno ilikuwa ni kubwa. Sijui sisi TV zimeenda wapi zile za kichogo. Ni kubwa lakini liko pale sebuleni. Ameweka na makochi pale, ameweka na suria jekundu. Nikakaa kwenye TV. Nikaweka na mkono hivi. Nikamwita mpiga picha, hebu nipige. Siku moja mimi nitakuwa na TV, nitakuwa na sebule, nitakuwa na nyumba, nitakuwa na maisha. Miaka karibu 15 iliyopita, hiyo picha iko mle ndani. Nimeweka na kiuno hivi. Natabiri maisha yangu ya kesho. Sema mimi haleluya. Wewe unatabiri nini kwa maisha yako ya kesho? Unajitabiria nini? Hebu anza kujitabiria kesho yako yenye mafanikio. Andaa mazingira mazuri leo. Tengeneza status yako vizuri ambayo itakupa kicheko unapofikia siku mbaya. Utaposikia siku ambayo umechoka, huna wa kutia moyo. Kuna kipindi tunapita, kinatokea kipindi kibaya, hakuna mtu wa kukusalimia. Mwe kupita kwenye kipindi unahitaji mtu akupe 10,000 anakosekana. Unapita kwenye kipindi unahitaji mtu akupe mafuta kupaka, anakosekana. Unapita wakati unahitaji mtu akusalimie, wote unaona kama kinyago cha Hadija. Mpaka unafika wakati unajinusa hivi mimi nanuka. Unuki wakati mbaya umekujia. Sasa yale uliowekeza ndio yatakaye kubeba wakati huo. Kama uliwekeza kwenye maombi, kama uliwekeza kwenye utoaji, wale uliowasaidia watakusaidia na wewe. Sio mpige Bwana Yesu makofi. Wale uliowabeba nao watakubeba. Kwa jifunze. Namba 2. Mkumbuke Muumba wako katika ujana wako, katika usemi, katika mwenendo, katika upendo, katika amani na usafi. Kumbuke. Mkumbuke Muumba ama mkumbuke Mungu katika ujana wako, katika usemi. Namba 1, uwe na usemi mzuri. Lugha, matamshi, kauli inakufanya utengeneze kesho yako yenye mafanikio. Ukijibu ovyo, ukijibu jeuri, utakula nini? Utakula jeuri yako. Kuna watu hapa wametoka kwenye mfumo wa maisha kwa jeuri ya semi zao. Mtu jeuri ambaye hana usemi mzuri, ukipa kitu anakiona kama ni haki yake, hana hata asante. Jamani, watoto tunakutana nao, tukutane nao, yaani unampa kitu ni kama haki yake. Wakati mwingine hata anaweza kukutupia usoni. Kauli chafu unazuia kesho yako kutokuja kwenye maisha yako. Uwe na usemi mzuri. Amina. Uwe na usemi mzuri. Mshike mkono jirani yako, mwambie uwe na kauli nzuri. Acha ubabe. Wewe mtoto wa kike, wewe mtoto wa kiume, acha ubabe. Ubabe haujengi. Mwambie tena. Jasikia wewe ana kichwa kama mpapai. Mwambie
ama wengine wale walikuwa na malengo ya kuoa wameondoka kwa sababu ya usemi. Kuna vibinti vinataka kuolewa, lakini akija mwanaume anasema, yani wewe mfupi na ufupi huu unioe mimi. Shefu kweli, yani na ufupi huo unione mimi? Kaangalie kafupi jamani. Utakanga sana mandazi, kwa sababu wafupi ndio wanaoa. Warefu asilimia kubwa akina Abeli ni waharibifu. Una mkono namna hii. Akili Debora anasema fyu. Yaani anatabia hapo, akifika nyumbani hapo kesi nyingine hii. Nimetolea tu mfano. Angalia mwanamke mrefu aliyokaa kwenye ndoa akatulia. Wafupi wanatulia kwenye ndoa. Fanya research. Fanya research. Mimi nakwambia, fanya research. Fanya research. Jerina, nenda kafanya research. Tamali, nenda kafanya research. Wanaume warefu kwanza wanajiringia urefu wao. Wanapendwa na watu wengi kama utitiri hivi. Wafupi wanapendwa na watu wafupi wenzao. Sasa mwingine anasema mimi siwezi kuolewa na mfupi, nitaolewa na mrefu. Hivi na wajua warefu wewe. Ngoja nihamie huku, ngoja nikae huku. Tanizingua nikija huku. Weka mkono kama tuko pamoja. Kwanza mrefu ana hasira. Waulize wanaoishi na watu warefu. Wana maamuzi ya haraka. Lakini mfupi anatafakari jambo. Sijifadhili kwa sababu mimi ni mfupi, nafundisha tu namna somo linavyonipeleka. Sema amina, haleluya. Wewe nakupa tu kazi, nenda kufanya research. Omba sana, ombea sana mtu mrefu akikamatwa na pepo la zinaa atakutesa kwenye maisha yako. Amina. Hata wanaonisikiliza, mwana zoni yoyote, mwana saikolojia yoyote atakwambia hicho kitu. Kwa usibague, ruhusu neema ya Mungu ikuongoze. Akija mfupi mkubali, ili mradi ana nia ya kuishi na wewe. Mkubali, kwani wafupi wasingekuwepo duniani, mrefu angekuwepo. Siku moja tulikuwa tunakimbiza mwizi Mwananyamala. Tulikuwa tunakimbiza mwizi. Kimbiza mwizi, na mimi nilikuwepo kwenye msafara huo. Wenzangu walikuwa warefu. Sio, unajua haya walikuwa warefu. Sasa alikuwepo mtu mmoja wa Dodoma mfupi, alikuwa anaitwa Wile. Sasa yule mrefu, na mimi mrefu, mimi si mfupi, mimi ni mrefu. Mimi sio mfupi. Kwa sababu kwenye ule mchongoma nilishindwa kuingia. Wile aliingia ule mchongoma. Kwa hiyo mwizi akapenya hivi kwenye mchongoma. Yule Wile naye akaruka naye. Wakakamata na huko sasa. Sisi warefu tukashinda kuingia kwenye ule mchongoma. Inabidi Wile amshike mguze, tumvute Wile, na yeye Wile amvute yule ili amtoe huko. Alipotoka Wile kwenye ile mchongoma sema, mnanichekaza kwamba mimi sina faida. Sijawasaidia kwa kamatia mwizi wenu. Mngekuwa wote warefu mngemkamata mwizi. Akasema kwa kweli Wile leo umekuwa wa maana. Kwa nini? Kwa sababu kila mtu ana sehemu katika status ya maisha yako. Ndio pote nitaka kusema. Kila mtu unayemuona ana sehemu katika status ya maisha yako. Kama unataka kuwa mtu fulani, kila mtu ana sehemu katika maisha yako. Kuna wengine wanakuja kukutia moyo, kuna wengine wanakuja
ili wakushtue, ili utoke kwenye ujinga. Haleluya. Wewe unafikiri utapenda penda kama ulivyopenda mwanzo alivyokuumiza, utapenda penda tena? Kuna mtu amesema hapana, kimemgusa huko. Toa sauti kabisa nikusikie. Je, ule ujinga umeondoka au hujaondoka? Kwa kuna aina watu wanakuja ili wakuumize, ili upate nini? Upate akili. Hawa wanaopenda penda sana hawa hawajapata watu wa kuwaumiza, ngoja waumizwe. Atakuwa na adabu ya status ya maisha yake. Haleluya. Haleluya. Mungu atusaidie sana. Kwa leo tunaishi na jamii iliyojaa maumivu kwa sababu hawakuzingatia kukumbuka siku za nini? Za ujana wao, wakatengeneza kesho yao yenye nini? Yenye mafanikio na iliyotulia. Wagalatia sura ya kwanza mstari wa 13. Hapo nimesema nimetafasiri tu usemi kulingana na muda, nitatafasiri mwenendo. Labda niweke kidogo mwenendo kabla hatujasoma andiko. Mwenendo. Uwe mwenendo mzuri. Mwenendo wako unakutengenezea kesho yako yenye mafanikio. Haleluya watu wa Mungu. Haleluya wana wa Mungu. Mwenendo wako mzuri unakutengenezea kesho yako yenye nini? Yenye mafanikio. Uwe na mwenendo mzuri, tabia nzuri. Lakini upendo, uwe mtu mwenye upendo. Penda kila mtu, usimwamini kila mtu. Narudia tena, penda kila mtu lakini usimwamini kila mtu. Penda kila mtu, ni agizo la Mungu. Lakini swala la uaminifu, usimwamini kila mtu. Lakini kupenda, tumeruhusiwa kumpenda kila mtu. Imani, weka imani. Imani inatengeneza kesho yako. Kwa kila mtu ajue kuandaa kesho yake nini? Yenye mafanikio. Usafi. Kuna mtu tu anakupenda kwa sababu ya usafi. Kuna mtu anaolewa kwa sababu ya usafi. Tu nguo twake, anakupangilia. Sio umechukua brozi ya kini cha yai ukaunganisha na maua haya. Wewe vinaenda. Sio kwa Yanga ya Joshua. Weka tuko kwa vizuri. Pigilia vizuri. Tukuze Yesu watizi alivyokuwekea. Sio unachanganya tu. Wewe mwanaume shati nyeupe, unaenda kuchukua blouse, unaenda kuchukua sindiria nyekundu unaweka kwenye shati nyeupe. Kweli? Alafu unaenda kwa Debora, I love you Debora. Debora sema wewe. Na sindiria nyekundu ndani. Kazi mkadua kwanza kuvaa ndio uje. Watu majibu hapa binti, watu majibu. Uliza wanaume wanaopigwa ngumi za usoni hapa. Ukija kitu wanagonga ngumi ya usoni. Na ulini mwenyewe kimya kama jiwe la baharini. Kwa sababu mfumo wa maisha lazima uandae status yako. Huyo unamwambia I love you, utampa nini? Na unalala kwa mama. Uko kwa wazazi. Utaiba hela za mama yako umpelekea wewe umpenda. Nonsense kabisa, sivyo? Tafuta hela. Acha wewe unataka kuona na kwa kweli umeshaushika hela hii hasiache. Amen. Lakini sio kwa sababu ya kufanya tendo baya. Unajua huyu mtu ndio wazungu au waswahili wanasema sio karata yangu. Neno karata tafasiri, hatutaenda katika mfumo wa maisha. Amina. Yeye anapenda hivi, mimi napenda hiki. Mwanamke mmoja anapenda tu kusuka yeye nywele asubuhi, nywele mchana, nywele jioni, nywele yaani yeye nywele mafuta, nywele kupodoa, nywele lete chakula lakini weka na hela kwa sababu nywele. Maendeleo yako hapo. Yesu akasema maisha itakaa.
vizuri kuiandaa kesho yake yenye mafanikio. Haleluya. Wagalatia sura ya kwanza mstari wa 13, Wafilipi sura ya kwanza mstari wa 27. Wafilipi 1:27. Lakini mwenendo wenu na uwe kama inavyoipasa Injili ya Kristo. Ili nikija na kuwaona ninyi au nisipokuwapo, niasikie mambo yenu, kama mnasimama imara katika roho moja, moyo mmoja, mkishindania imani ya Injili. Bwana Yesu asifiwe sana. Tutoke hapo twende namba 3. Unapokuwa unatengeneza kesho yako, inakufanya ujue kwamba tuliumbwa kwa kusudi na tumtumikie kwa nguvu zetu. Kwa kiwandishi vizuri, jua wewe umeumbwa kwa kusudi. Upo kwa kusudi. Maisha yako yako ndani ya nini? Ya kusudi. Na kusudi ni jambo ama wazo ambalo linatakiwa kufanyika kwa siku za usoni. Mtu anakuwa na wazo, anakuwa na kusudia. Sisi wote hapa tunakusudia jambo. Jambo linapokusudiwa linakuwa ndani ya moyo, na kilichokusudiwa huwa kisemwi, kinabaki kama siri ya moyoni mwako. Shida, watu wengi tumeharibikiwa, tumeibiwa kwa sababu tunasema makusudi yetu. Usiseme kusudi lako. Hata yule mtu unamkusudia awe fensi ama mke wako mtarajiwa ama mume wako mtarajiwa, uko kwenye maficho, usiliseme kusudio hilo mpaka litakapokamilika. Amen. Mpaka mtakapofikia hatua ya kwenda kwa wazazi. Jina Bwana libarikiwe. Mtakapofika kwa wazazi ndio jambo linakuwa wazi. Ukilisema huko mapema, watu wataliharibu. Ndio maana unaona ugomvi, migongano imekuwa mingi, kwa sababu watu wanazungukana. Kwa sababu umeliweka kusudi mapema na umemwambia mtu kizana rafiki yako, kumbe sio rafiki yako. Kusudi la mtu alisemwi, linabaki kama siri ya moyoni mwako. Ninapotaka kumajua ndio nalisema. Haleluya. Jitahidi sana kulinda kusudi lako lisiharibiwe. Mhubiri sura ya 12 mstari wa 13 utasoma nyumbani. Namba 4, usikubali mtu au watu wakutoe kwenye mwelekeo wako. Usikubali mtu ama watu wakutoe kwenye mwelekeo ama malengo yako. Ujana wako ni msingi wa maisha mazuri ya baadaye. Ujana wako ni msingi wa maisha mazuri ya baadaye yaliyojaa mafanikio. Kwa haya maneno, acha tuchelewe bali dakika chache, lakini acha yaende yakalete kitu na ladha kwenye maisha yako. Usikubali mtu ama watu wakufanya nini? Wakufanya nini? Wani. Usitumie waku. Wanitoe. Niweke as you. Katika hata unapoandika hapo, ziweke as you kwa sababu daftari la kwako. Unaweza kubadilisha. Sitakubali mtu yoyote alitoe kwenye nini? Kwenye lengo langu ama kwenye makusudio yangu. Amen. Kwa sababu daftari la kwako, utakapokwenda kuhubiri utalibadilisha ile wazo na kulifanya watu, lakini wewe liweke kama wewe. Sitakubali. Usipende tu kumeza kila anachosema mhubiri, vitu vingine vibadilishe katika uandishi. Haleluya. Haleluya. Ibadilishe katika uandishi. Mimi naweza kaweka, lakini vinakulenga wewe, ili jambo hili liwe sahihi, liwe kamili, lifanye kazi, libadilishe. Kama mzee pale akasema, Zaburi inasema sitakufa bali nifanye nini? Nitaishi, ili kusudi niweze kuyasimulia matendo makuu ya nani? Ya Mungu.
katika kujumuisha mambo yako ya kusudi na malengo na maisha yenye uzuri, yenye utele, yenye baraka, yenye mafanikio, yenye ushindi ya baadaye yanaandaliwa na wewe, lakini gharama yake ni kutokukubali mtu kutoa kwenye nini, kwenye malengo. Awe ni wafamilia, awe nani, asikutoe mtu kwenye nini, kwenye malengo yako. Sema amina, haleluya. Sema amina tena, haleluya. Kwa maisha, ujana nimesema bii yake, ujana wako ni msingi wa maisha mazuri yaliyo wapi, ya baadaye. Tasoma mistari hii inaendelea mambo hayo. Timotheo wa kwanza sura ya 4 mstari wa 12. Timotheo wa kwanza sura ya 4 mstari wa 12. Timotheo wa pili sura ya 3 mstari wa 10. Timotheo wa kwanza 4:12. Timotheo wa pili 3:10. Namba 5. Kipindi cha ujana ndicho kipindi cha kuandaa kesho yako kwa kuishi maisha ya kumtumikia Mungu na kukubali kujitenga na tabia mbaya na maisha ya starehe. Kwa utaratibu tu wa kiroho, ngoja nisome ili kwa mapozi. Sisi mtumishi ni shida kuandika ripoti, uliandika haraka mashine ya kijijini iliyoisha mafuta. Namba 5. Kipindi cha ujana ndicho kipindi cha kuandaa kesho yako, kwa kuishi maisha ya kumtumikia Mungu. Shida iko hapo, penda starehe, mavazi mazuri, na kipato chako ni kidogo. Uvae nguo mpya, kipato chako ni kidogo. Ununue sabufu, usikie na wewe msiku unagongea tumboni, kipato chako ni kidogo. Ununue kitanda na sofa, wakati 50,000 1,500,000 vipo. Unataka kwanza na kitanda na sofa, alafu 6x6, chumba chenyewe ni 6x6. Sasa zuri litano utaliweka wapi? Maisha ujana. Anataka weke na sofa pamoja kabambe, na naomba tuweke sofa kabambe. Kumbe kuna sofa za mbao ziko pale ndani, ili tupate mahali pa kukalia. Kuna shaka litanda ni kubwa, lina mataa 3 kama huku mekundu ya blue. Wewe umekuuza bangi. Lakini ya maisha haya ya kukimbizana haya, ununue litanda lenye mataa na draw. Unataka litanda lenye tebo, na wewe mtoto wa kiume unataka kujipodoa uone aliwa shura. Kama tulisikia leo, subiri Yesu arudi. Kama unapona nyosha mkono wako mmoja namna hii. Kila mtu andaye maisha, anzia cha kuanzia ambacho kitakupa kesho, kitakupa kitu kizuri kesho. Ndio hao watu badala ya kuandaa anaanza kununua gari badala ya kujenga nyumba. Hiyo gari utalalia huko ndani. Mwenye nyumba akikufukuza, utalala kwenye gari lako, utakojolea kwenye kopo. Angoja niongee maneno magumu ili akili yako ipate akili. Yuko mtu tayari kuwekeza nguo 1,000 mpaka malizi. Kwenda kwa muuza Biblia dukani awekeze 1,000 mpaka fanya nini? Hajamaliza pewe Biblia, hawana. Kukopa simu kila siku. Hapa watu kuna simu za mkopo. Hapa tunataka mchungaji amalize haraka kwa sababu watazima saa 7.
Haleluya. Mungu atukumbushe kuandaa maisha yetu yenye mafanikio. Amen. Waebrania 13 mstari wa 7 na Petro wa kwanza 1:15. Na Petro wa kwanza tena sura ya 2 mstari wa 12. Sura ya 3 mstari wa 2, Petro hiyo wa kwanza. Sura ya 3 mstari wa 2 hadi 16. Petro wa 2 3:11. Na Mungu akubariki kwa neno lake